Sasa mpaka hapo tuko sawa? Very good. So nataka Kafengo yuko wapi? Tuko hapa hivi, nakutaka sana hapa hivi mbele na ile crew yako kina dana mandezi sasa tuko hapa hivi. Nataka hapa hivi in the next 1 hour 30 minutes tuko tumemalizia, sio? Sasa inakuwa sawa. 1 hour 30 minutes. Baada ya hapo tutakuwa na candlelight hapa hivi nyuma. Sasa tutakuwa na candlelight hapo hivi nyuma. So tutaenda sisi wote pale tupige mambo yetu hapo hivyo. That's respect. Although bado kutakuwa na candlelight ingine kesho pale Kirigiti, bali KK alikuwa anakaa pale Kirigiti Stadium. Sasa so mambo itakuwa namna hiyo. Basi tutaendelea kwa update vile tu tunaendelea. Exactly. Asante sana. Haya. So Kafengo, nilikuwa tunataka ukuje before tuendelee sana, ukuje tu tupatie a small ka history kadogo tu. Sasa small tu ka history kadogo tu, ka brief one, less than 5 minutes, so that we can get to the main activity. Malizeni tena. Kwa majina ni Kafengo, a friend, best friend, and a brother to Mr. KK mwenyewe. And first of all, asante sana kwa kukuja. I would say that until now I may disagree that my brother is normal, but ni mipango ya Mungu, that everything happens for a reason, and I believe God will give us strength. We started the work with Mr. KK back in 2020 when we joined campus, that is Kisii University. We were doing similar courses in Kisii University. That is when we joined hands to do content, plus other people, to team up with other people, but we were the main ones. And I want to give a history about my friend. Yangu na yeye tapeana baadaye, because time inasonga. This has been a very creative guy, very creative when you're married, na yeye wanajua, very jolly guy. And I would say that wherever you are, my brother, we are proud of you for the work you did when you arrived. Na hatutawahi kusahau. And thank you for coming. You wanted to kuonyeshana this guy had a pure heart. Hakuna mtu alikuwa na ubaya na yeye. Angekuwa na ubaya, hamngekuwa hapa. In terms of content, this guy was a mastermind in everything. Alikuwa amemaster everything about content. Kila kitu ungemwambia ile character anaingia, ungemwambia kuelekea kwa radio alikuwa the best, everything about content creation and entertainment alikuwa best. Ikifika stand-up comedian, huko hata ndiye alikuwa kabisa. Ikifika ni MC, those guys who have created in Mr. KK, they know what I'm saying. And those who are back with him. In this place, before I give a small history about what happened to him, this place we have content creators, we have fans, we have officials, that is politicians, and we still have corporates that have worked with Mr. KK before, or those who are still corporates, maybe walikuwa all about to work with him, ama washaikutana ways with him. I know I want to okay, it's for second people. Wanafanya kazi nzuri sana, tuwapigie makofi. Ni wengi sana wangetaka kuja hapo baadhi hapa. I want to give a small history about this guy, about what happened. Some of you started knowing him back in 2022, like Marichel and Bigiji, but this guy was doing content since 2020. July of 2020, akiwa nyumbani before I joined campus, is when he started content.
For 2020, he started developing some problems with the stomach, acidity, and amekuwa akitibiwa, anarudi. So for since 2020, 2023, 2024, 2025, amekuwa akienda tu, problems na tumbo ya wanaume. Wanasema tumbo ya wanaume ni mbaya sana. Because men, tumbo ujuangi, unajua wasichana wanajuanga specific. Sisi hatujuangi, unaumwa tu unasema it's just a problem that the hospital can deal with. But 2 months ago, ilianza kuleta shida and alikuwa anaenda hospitali since 2020. Amekuwa akienda anaenda recover, but I think 2 months ago shida ikakuwa kubwa and 1 month later akakuwa more problem ikabana. And on Friday, he went to the hospital and he was referred to a public hospital, mambo ya picha na nini. So he was prepared. But kama kawaida tu, anaendanga anapewa dawa, anakuwa sawa. So on Friday, alikuwa hospitali, a private hospital, akapewa dawa, akawekwa maji, everything, akarecover. In fact, he spent that weekend of Saturday and Sunday with his parents. Kalita wazazi wake kwake huku Kericho, and he spent the weekend with the parents. Wakipanga by Monday, ataenda picha. So on Monday, hata tukiachana on Sunday, hapo na shida tungejua Monday angetuacha. Because even the parents suggested, usijali, asubuhi tutasort mambo ya picha, tutapatana Kiambu for hizo picha. So on Monday, we want to meet to shoot, tuliona hapo sawa. So tukapangana, tunapatana saa 2 tukakuja. But before nifike, our director anaitwa Kirisa Junior, is a movie artist, amekuwa akishoot since 2020. Niye huenda dunia anaishi around Kericho, alienda wa kwanza. So kufika akapata hawakai, anahitaji kupeleka hospitali, haiko sawa. But state haikuwa that was, alikuwa akausana communicate, alikuwa anakunywa uji, alikuwa sawa. So akanipigia, harakisha, I think tunafaa kwenda hospitali saa hii. So nikatoka Mbikaro ndio naishi, nikakimbia. So kufika tunaongea vizuri, batafaona nikapigia rais. Huyu tumpeleke hospitali, huyu vile tunaona mambo imeanza kuharibika. So tukatafuta gari ya haraka, tukamfikisha Kiambu level 5, tukapanga line vizuri. As tumepanga line, I realized that our guy went silent for a moment, hivyo tukafanyamaza, and I was like, wacha sasa, tunajua kuna line, but daktari, you need to check on this guy. So daktari kuja kuangalia, akatuambia, hiyo time tu realize amenyamaza, hiyo ndio time ametuacha. It was so sad. So on Monday around 5 is when our guy left us. And since then it has been a very sad moment for us all, friends, family, and family. Some of you have checked the videos I've been posting on my socials at Kafengo, na umeona mahali ametoka. Umeona. The guy that came from a humble beginning, and alikuwa anakaa na shosho yake bilioni ndani ndio nyumbani, alikuwa anakaa na shosho yake. Hawakuwa wanakaa vizuri. Lakini mnaweza nisikia. Unanisikia huko? Hawakuwa wanakaa vizuri. Mahali ametoka surprise at the support in this. And then I realized it's good because alikuwa one of us online. It's good we take kuchukua hiyo mzigo ili kusaidia wazazi wake. This is not trying to kurusha mai. I know some people wanted clarification on kuna video alikuwa amefanya some time back, kulikuwa na game ya Man U na Arsenal.
promised the fans that it was 1 year ago. I promised the fans that if Mandi Tagongwa Akura PDP, I remember that people, some of you have been posting that photographs and the videos, but it was 1 year ago. It was a game I did some times back. So yes, PDP this year ilikuwa shida because you know what the leaders mnatujua sisi kitu mnaona ni sisi tumepanga. So it was just to challenge na kukura hiyo PDP sana. So the effect did not come from the PDP. I was just clarifying because some of you may be having the questions. So we need support as a family and the close to the Mr. Kekei mwenyewe. And tunaendelea vizuri, niliekanga team and tunaendelea vizuri. So ile support tunaweza mpea because some of you I know wako na hiyo uwezo, tunaweza msaidia, tusimamie tu tumpea good send off. And please let's give time for the family to heal and to grieve. He was the only son out of 2. Walikuwa tu yeye na sister yake from the mother na alikuwa anakaa na shosha yake. So mnaelewa tu ile uchungu iko kwa familia na yeye alikuwa na hopes. I can tell you ile time mtaenda nyumbani mtarealize that this guy was the right of that family. Mtajua tu mkiingia tu mtarealize he was the hopes of that family. Even time nilita mamake akakuja because I called the mother kumwambia sitaka compare the information directly. Kumoja tu time aliona tu news. So alimoja tu aliniuza. Sasa tutafanya namna gani sisi? That was the question from the mother. Tutafanya namna gani? He had made so much promises. Nimekuwa nikikaa na mama yake ananielezea. Nashangaa sasa. So what will happen? Unakaa na shosho. He has a shosho for 72 years. Shosho yake, I think guys, mtaenda huko mtaona. You see for yourselves and you know the reason we are saying we need support. We are not yet there in terms of the budget, so ndio maana tukawaita. We give a send off to our brother until you see kama kuna kitu tunaweza fanya. Sasa, so tuache mambo mengi, at least let's give this guy a good send off that hata mahali yako atasema tu I can see another family because he never shared some of the things. Kwenye umegeti na yeye alikuwa jamaa kunyamazia, alikuwa anakauka kimwanaume. Hata akiwa na ngori, in fact hata hiyo siku alienda akaandikiwa picha alisema hata usijali, alikuwa ananiita nyanga. Wewe nyanga usijali bana. Hii ni mambo kidogo tutasort tu. Kamwambia bro uko na ndoa yangu nini? Au usijali tutasort. So this was guy of angekwambia tu tutasort. Usijali tutasort. There is a friend of mine alimuombanga that morning, alimuombanga pesa. Alikei just alimuombanga 1K na akamtumia. Nikekei hakumwambia na pesa ama napitia something in terms of health. So we need to support the family at this time. Sasa other question is the answer later. So for now is for KK. Sasa asanteni sana na washukuru sana kwa kukuja. Tunajiita form 5 tukiwa na taasisi because tulimaliza form 4 on 2018, year 2018, but tukatoka huko nje for 1 month, ateseka kidogo, tukasema acha turudi tuone kama tuta achieve ya kutusukuma hapo pengine juu maisha ilikuwa kidogo, and after that kamaliza na pia miaka 90 na mimi nikaenda hiyo stage nyingine. So tumekuwa na timu ya Malamsen yenye tulikuwa tukiwaka na wao. Tumekuwa na coordinate na committee yenye kusaidia home, na pia hapa tumekuwa tukipatana na bank ya football. After that na home yaga support sana na kuanga kwa ile tumekuwa team from life from 4 ilikuwa ilikuwa inaisha around 12 baada huwa tuna push hadi 4. So tuone kama tutakapata simu. Nimesikia ndani apart kuongea a good send off, also familia inahitaji sana.
me I know, lakini tumekuwa every holiday anaenda home for ISI na lazima apelekee, alikuwa ananiambia lazima apelekee shule sikukuu yake, na akikaakaa hivyo tu kidogo angeniambia venye inaendelea huko. So venye tunasikia kweli Zaki alikuwa ameangaliwa hiyo sehemu yake ya home, so venye tunaweza kumsupport anyway this weekend. Asante. Again, content creators basi wenye wamekuja hapa, shukrani sana. This was mulikuwa informed on a very short notice. Mwanze Mungu awabariki kwa kutokea. Ilikuwa umewatu na yeye, huko umewatu na yeye, alikuwa anakubamba, yeye alikuwa anakukasirisha, labda akipasha mtu wako. Thank you very much for coming. Wase wa media pia, thank you very much. You're the guys that nasaidia kupush such information kwa watu hapa nje. Now, someone mentioned about KK's background.